Swali la tatu ambalo pia nadhani ni swali namba 2 duniani kwa kuulizwa na wanawake wengi kwa waume zao au kwa wapenzi wao. Hili swali kama ni mwanamke najua ushaliuliza na soma mara moja tena kwa mtu yule mmoja. Yaani mtu mmoja ushamuuliza hilo swali zaidi ya mara moja, zaidi ya mara 2. Eti bibi unanipenda? Hivi kweli unanipenda? Hebu niambie unanipenda? Hivi unanipenda kweli? Yaani uoga nyewe mnahisi nini mkiambiwa hilo swali? Yaani mnataka mtu akujibuje? Alafu mnajitengenezea mazingira fulani hivi. Niwaambie kitu kimoja, hata nikwambia nakupenda wakati sikupendi the same thing. Si wanaume jibu letu ni moja tu, ndio nakupenda. Hata kama sikupendi nitakwambia nakupenda. Sasa sijui mnakuwa mnataka kupata kitu gani. Labda niwaambie kitu kimoja nyinyi wanawake. Iko hivi. Sisi wanaume kwanza tunapoona mwanamke anakuuliza, tuachane na wapenzi ambao mtu like wale ambao mjao labda una mpenzi wako na mchumba wako anapokuuliza hilo swali. Mimi hao sina shida nao. Imagine mtu ushaolewa, uko ndani, alafu unamuuliza tena mume wako eti unanipenda? Like seriously? Mimi nadhani hilo swali mwache kuuliza kwa sababu ni swali ambalo linakushusha kabisa viwango. Kwanza kabisa niwaambie, kwa mtu mwenye akili timamu, kuona mtu amekuoa, tena kuna mwingine amekuoa ukiwa bado binti nyumbani, huna shida yoyote, hakuna chochote kilichosababisha au kulazimisha au kusukuma yeye akuoe. Maana kuna wengine labda alipata mimba, sasa atafanyaje, inabidi azimike kukuoa. Tunaweza kusema labda hiyo ilikuwa sababu ya yeye kukuoa. Mwingine hana sababu yoyote, alikufuata ukiwa fresh nyumbani, akakutoa kwenu akaja akakuoa. Bado una mashaka kwamba anakupenda? Hiyo hatua na hilo tendo lilifanya anakuja kukuoa kwenu na akakulipia mahali kila kitu, bado una mashaka? Kuna kitu hakijakaa sawa hapa. Lakini tuachane na hilo. Hilo swali la kwamba baby unanipenda, hivi kweli unanipenda? Hebu niambie unanipenda. Ni swali ambalo linamfanya mume wako aone kwamba kumbe wewe hujiamini. Linafanya uonekane wewe hujiamini kabisa. Na linakutoa katika confidence na linafanya kushusha viwango. Anahisi wewe kwa nini unapata hayo mawazo? Yaani kwa nini usijiamini? Wanawake naomba mjiamini, mliolewa jiaminini, nyinyi mnapendwa. Yaani nyinyi ndio mnaopendwa kuliko wanawake wote duniani. Ndio maana katika wanawake wote wengi duniani kuliko hata wanaume, still the man, mwanaume alikuchagua wewe, huyo mume wako anakupenda sana. Acha kuwa na mashaka. Nina swali muache kuuliza kuanzia leo, ninawakataza. Mwanaume anataka kuona una appreciate, anataka kuona unakubali kwamba baby thank you, baby asante, mume wangu nakushukuru kwa hiki. Ni kweli unanipenda. Yaani wewe thibitisha kwamba alichokifanya mmeo alimekifanya kwa upendo. Ikiwemo kukuoa kwa upendo. Leo akikuletea kanguo mshukuru. Na hata sometime baada hata miezi miaka akasema unajua bado nakumbuka ile nguo ndio kipindi kile. Ile nguo ulioniletea kipindi kile baby asante sana. Najua unanipenda mume wangu kila wiki. Yaani hayo maneno yanamjenga jamaa, yanamjenga mwanaume ajione kwamba kumbe mke wangu anaona. Unanielewa? Sio kila siku wewe mtu wa kudemand